waliowazima na kumwelekeza kati ya wanyama. Hii inaitwa upepo, inaweza toa mtu mahali pazuri ikampeleke mahali pabaya. Najaribu kusema nini wapendwa? Ukubali ukatae. Kunaye kitu itwaye upepo. Hata kama moyo wako inasema kwamba utakuwa mdhaifu kwa neno la Mungu, hata hivyo kunaye kitu kiitwacho upepo unaovuma. Upepo ule unataka nini? Upepo ule unasema siapate yule mnyonge. Ile batili mwenendo wake ampatie mwenendo mwingine. Bwana ametusanya na asubuhi wapendwa. Ni nini neno la Mungu natukumbusha? Uwe chipukizi mchanga. Jikani ukishika masikio yako unasema unataka kuwa mtu mwenye nguvu kwa neno la Mungu. Kwa sababu upepo haijalishi wewe bado ni mchanga. Hata kama ulikuwa na ndoto vyema hapa awali, upepo unaweza badili ndoto zako. Haleluya. Upepo unaweza badili ndoto zako. Mungu ananena na Ibrahimu na watenda kwa agano. Tembea kwa uadilifu. Sasa hii kutembea kwa uadilifu, utatazama mwana ukelo. Siwezi nikakuchunga. Nami pia huwezi ukanichunga. Utofauti utakuwepo. Kwa wanaotembea kwa uadilifu kwa mbele ya Mungu, utofauti utakuwepo. Wanaosema moyoni sisi tunakuwa wanyonge kwa neno la Mungu. Mtu anaweza sema moyoni, mimi nataka niwe mnyonge kwa neno la Mungu. Ni vyema, hakuna mwenye kutoa kilazima. Utatembea tu ukiwa mdhaifu hivyo. Dhiki kuu mpendwa, wakati upepo utakapoanza kuvuma, hata kama ulikuwa unaelekea ufuoni pazuri, upepo utakukuja uelekee ufuoni kwingine. Tunapanga tupate wenye busara wafananao na Mose aliyekataa kimwambia Mungu, mfalme hatutoki hapa kama haupo nasi. Umati hawa tunaenda kukutana nao, watajuaje Mungu tulio nao? Alikataa ondoki. Najaribu kunena kuhusu nini? Nenda kuhusu kutembea na neno la Mungu. Anayetia saburi atembea na neno la Mungu. Huyu ndiye atatimia kwa uzima wa milele. Ni chaguo mtu anajichagulia. Mimi wokovu nilioupata, moyo wangu unatamani nifike na uzima wa milele. Unapotamani uzima wa milele, utanena ukisema, napaswa nitembee kwa uadilifu. Napaswa nitembee kwa uadilifu. Nilisikia ushuhuda hapa. Mwisho Mungu alipojaza na Roho Mtakatifu. Popote wakati wote alikuwa akiomba Mungu. Anatazama kama bado kuna Roho Mtakatifu. Amen. Wakati akiomba, anachunguza kama bado kuna Roho Mtakatifu. Kisha okoka mpendwa. Leo kokote uliko, hata uwe kazini, hebu ujiswali, je, unahisi uwepo wa nguvu wa Mungu? Hata kama unasafiri, hebu jaribu kuhisi kama kuna uwepo wa Mungu ndani yako. Hata ukiwa kwa nyumba yako, hebu jaribu kuchunguza kama kuna uwepo wa Mungu kwako. Unapaswa ugundue kama kuna uwepo wa Mungu ndani yako. Bwana ananena hivyo. Adui alikuwa pangoni, leo ametoka
kutoka nje. Adui anatembea na upepo mbaya. Adui anataka nini? Mwenendo ule ambao ulikuwa na kutua naye. Adui hataki uende pale. Hata yale mema Mungu aliahidi. Kwa huu mwenendo kabla hajatua, mkono wake atakalo yafikie. Adui alikataa. Adui alikataa. Na hilo ndilo neno Mungu alitazama. Kwa sababu ya hivyo alikuwa rafiki yake. Ili msurutisha mkaji Ibrahimu. Pepo inanyang'anya watu wengi vitu zao. Na unaweza kama unapenda namna gani? Aliwapa kila kitu. Kwa sababu walikuwa wanyonge kwa neno lake Mungu. Pepo ilivuma ikawatoa kwa uwepo wa Mungu. Wakafukuzwa bustani mweneni. Kitu chema ulicho nacho mkononi hiyo. Adui anakitaka. Daudi anasemaje? Tutizame katika Zaburi. Zaburi 37 aya ndogo 13. Zaburi 33 aya ndogo 23. Daudi anasema jambo lingine. Anatamu upepo inavuma hivyo. Daudi akapata nguvu akasema jambo. Ili wawili watatu wapatikane wakusikiza neno lake. Mswali huyu Daudi anasemaje? Jini mwili kochia. Tuwetu mama lewaja neto Daudi watango. Ndugu kutoka kochia. Simama tu useme Daudi anasemaje? Tuwetu mama lewaja neto Daudi watango. Inuka tu useme Daudi anasema nini? Soma na kiude. Soma ukipata. Wacha ni Kiswahili walio. Zaburi 33:23. Ajapojikua hata anguka chini, Bwana humshika mkono na kumtegemeza. Haleluya. Nalikuwa kijana nami sasa ni mzee, lakini sijamuona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Amen. Haleluya. Amen. Kijaluo. Wachonea. Jehova emuketo wuothe mag dhano maber. Kendo omor ahinya e yore. Kata opodho ok nonyage chutho. Nimar Jehova osire gi lwete. Nabedo nyathi to koro ati. To ok aseneno ng'at matin kojwang'. Kata kothe namna gani? Kendo kata yamo maji mabeyo ma jino sayudo. Hata upepo unyang'anya watu vitu vizuri ambavyo walivipata. Kata yamo golo jidu Maria sae. Hata upepo huo itoe watu kwa utukufu wake Mungu. Kata yamo tamu jino wagawan kama ber manenga kutingatu nedwano go. Hata kama upepo inazuia watu kutua ufuo nzuri kwenye kila mtu alikuwa anatamani. Watu malie kwa nikodo pachete. Linga muzara kuna wazo zake zote. Wafahamu aliokolewa aende karibu zimo milele. Adui aliligundua jambo hilo. Alijua zimo milele inakaa namna gani. Niposa furahi utimie katika huu uzima. Niposa ukiwa kwa msafara. Adui anajaribu kuzunguka na njia zote ili akuzuie usitue kwenye ule ufuo. Daudi anasema jambo. Yeye anasema kiwa mzee. Anasema tangia utotoni mwake hadi huu umri alionayo. Hajawahi ona atumainie kwa Mungu. Mungu akamwachilia kwa upweke. Ni nini najaribu kusema wapendwa? Mungu aweze akaachilia mtu kwa hali ya upweke. Mungu akamgumu kwa watu wake.
tunapotembea, kabla tujafika kuuzima milele, Mungu ameahidi mema mwenye ameokoka anapaswa kukutana nayo. Hata hivyo, kunaye adui hafurahii mema mtu kamilifu anayoyapata. Ndiposa tukiketi kwa nyumba yako, unaona mambo yanaelekea vyema, kumetulia vyema, ile dhoruba ya kusi inakutulia polepole. Acha nikukanye mapema, hata kama inavuma kwa kipole. Adui hafurahii ivume kwa kipole, anatafuta njia ya kubadilisha huu uvumo. Hawa wafuasi walikuwa wanakwea baharini. Agari inaeleza hiyo upepo wa kusi ilianza kwa kipole. Wakawazia waliotaka wamekwisha pata. Walivyosonga wakienda mbele, upepo ikabadilika hata kukua ikakawa ngumu. Wakati upepo ilibadilisha mwenendo, ili wasurutisha wachukue vitu zao za kukwea watupe baharini. Na walipokuwa wakisonga, gari inaelezea tumaini lao likadidimia. Kama tumaini ingedidimia, mpendwa, Mungu ananena nasi na asubuhi. Yule ametoka ako na upepo. Upepo huu unatafuta nini? Upepo unatafuta mdhaifu kwa neno la Mungu. Mwenye busara ananena. Hata huyo mwingine aliyeokolewa jana, neno moyoni sasa niwe mwenye nguvu kwa neno la Mungu. Kunayo faida mtakiwa mwenye nguvu kwa neno la Mungu. Hata upepo ivume kiwango gani, ikipata ukiwa wima kwa neno la Mungu, hakuna chenye adui atakufanya. Paulo anaambia Waefeso, maadui tunaopigana nao si binadamu utaona kwa macho, ni mioyo. Umepanda gari, mioyo utapanda nalo gari. Umepanda gari, mioyo utapanda nalo ndege. Mioyo haya ni nini? Mioyo hizi zinatafuta nini? Haitambui umeabiri ndege. Anataka toe upepo mzuri aweke mbali kutoa penye upo. Ndiposa mwalimu ananena nasi, liye na busara na zasika sikio lake, anene peke yake moyoni, ili mwenye nguvu kwa neno la Mungu. Wapendwa, vitu vilimwengu vinapita. Hii kazi tumejikaza nayo itaisha. Babu wetu waliimaliza, walianza hakuimaliza. Neno la Mungu ambayo imetusanya hapa, neno linatuelekeza kwa ufuo nzuri. Mnyonge na zanena, nataka niwe mwenye nguvu kwa neno la Mungu, ili nione mema ambayo neno la Mungu imeahidi. Inua mkono juu kabisa neno la Mungu. Wewe ni wa neema, Bwana mtakatifu. Nenda nasi tena mchana wa leo. Tumekupatia jina lako tukufu. Tumekupatia jina lako tukufu wa neema. Tumekutukuza. Asante Yesu. Twafurahika sana na Mungu wetu aliyetuketisha chini. Na sawa with brother Philip. Mungu abariki ndugu yetu Philip. Mimi mwaya loka kulindia debekana. Nafanya maneno ambayo tunahubiri yasitilie hapa kwenye debe. Mwaya loka ni kipenzi tunyalumi tukisha duani kumchaki mingi. Maneno haya ambayo tunahubiri unaweza kumuuliza baadaye ukapata kuyasikiza. Pero kama na watu wa Seth. Asante sana ndugu yetu Seth. Ambaye moyo wake unasema yastahili ambao tunahubiri yakabaki kwenye debe hili. Wanafanya ambao tunahubiri wasiokuwepo hapa wanayasikia.
ukiwa na hitaji la neno ambalo tunahubiri hapa ama mafunzo, ukimtafuta ama kumtafuta utayapata. Bwana na wabariki mno kwa hayo. Neno la Mungu linastahili kusikika pembe zote. Ulimwengu umejawa hekima mbovu ya udanganyifu. Mtu akilinganisha ukweli kwa uongo, wanapata ukweli ukiwa unadhihirika. Nataka nikajaze nafasi ya neno tuliyoacha nusu jana usiku. Ilisema mlevi huingia kwenye kilabu akiwa msafi, anapotoka kule kwenye kilabu huwa ni mchafu. Anaingia kilabuni akitembea mwenyewe, akiwa anatoka anaelekezwa. Hivi usiku nikawauliza waumini hivi, wewe unaingia patakatifu ukiwa unaugua, unarejea ukiwa unaugua? Unaingia patakatifu ukiwa na shida, warudi na shida zenyewe. Wewe pia umeona mlevi akiwa amevalia suti kama lango akiingia kwenye ulevi, anapotoka suti halifananishi alivyoingia. Neno la Mungu nikasema yaegemea mambo mawili, yaegemea ukweli na uongo. Shetani anajaribu kuringisha uongo sana, na ukweli shetani anajaribu kulididimiza. Tukawa tumekubaliana kuwa ukweli una muda mrefu, uongo ingawaje ni mzuri kwa wengi, wakati wake ama siku zake ni chache sana. Wacha tusome katika andiko Zaburi 107, chuo cha Zaburi 107, matendo enapa mstari 10. Dogo manoda kionyudo kende tipo marfo, walioishi kwenye giza kwa kivuli cha mauti, losani kinyenyo notwe, mateso na shida zikawafunga. Nekidagi weche makenya sai, maana walikinai habari ya Mungu. Kendo negi chayo yeko mali na kamalo chofo, wakadharau hekima ya aliye juu zaidi. Emomi onosa ndi chunyingi gitiji mape, wakatesu moyoni kwa kazi nzito. Negi podho, wakaanguka, nine onge ngati malikonje, hakuna atakayeweza kuwasaidia. Ekanegi yote oba chando, wakawa wamemlilia Mungu katika shida zao, minore soge ethablo, akawaokoa kwenye shida zao. Somo wa mundike Luka mtakatifu, katika chuo cha Luka mtakatifu, Luka mtakatifu enaberio 7, matendo 11 mstari. Banda loge novi edala moro milungi Nain, baada ya muda huo akaenda kule Naini, ndojo kujene oganda maduong novi kode, wanafunzi na umati mkuu kaenda pamoja naye. Kanegi sudo butulangadala, waliposongea karibu na boma, negitingo ngamopo oko, wakawa wamembeba mufu. Nenu wowi mamiderma, alikuwa ni kijana wa kipekee. Mamin mare nenchiliel, ambaye mamaye alikuwa ni mjane. Nodalagi mangen nenkode, watu wakuwa wengi walikuwa pamoja naye. Ka Yesu nonene, Yesu alipomuona, moneno dhakono, alipoona yule mama, no monone, alimsamehe. Mo wake nene ya, akamweleza hivi, kikiwagi, wala usiomboleze. Haleluya. Weacha gijochien wa Musle wakati Yesu. Tuanzie wa nyuma tusalamiane kwa jina la Yesu. Dumeni ile docha kwa Musle Yesu. Katikati vile vile tusalamiane kwa jina la Yesu. Na mama kwa sinagogi wapaki Yesu kama. Walio mbele tusalamiane hewani. Jeno ndo madikodi mundu biro ni kanisa kitibeka yemu. Hivi tuende pamoja
ili kuja kwako isiwe bure. Tumakia Alex Kamaziga. Wasionijua mhubiri Alex Kamaziga. Nyole Suba district tulamari Mfangano. Nimezaliwa kule kiziwa cha Mfangano kule Suba. Ndio wakanya nyasi mara leo. Mimi ni mtoto wa pili nyumbani kwetu. Watu makura chumula ya anibi na video kiyan. Habari ambao nitahubiri mimi vile vile nilisikia habari hiyo. Miamparo watu maja Chabera ni wacho. Nikasikia ujumbe wa mtumishi wa Mungu kutoka Chabera na kusema. Samani watile injili pinja Chabera. Tulipopeleka injili kule Chabera mwaka 2010. Mama dinora dogwani. Mamaye akapata wokovu. Kaka watu mawinyo kaja kwa wacho. Vile ujumbe mchungaji alikuwa anasema, Shetani hapendi mazuri iwepo. Kama si wokovu alivyoketi hapa, kama si wokovu na roho, hangepata kupata jiko ambayo ni mwalimu. Sasa hivi amemuoa mwalimu. Hebu tazama alivyomtoa roho mbali. Hakuna mzazi angekubali kumfunza binti yake kwenda katika shule ili ayo mtu anayetembea kwa upanga amuoe mtoto wake. Kijana mkitu sitadi tukito rastas. Ati kijana aliyeweka vipuli kwenye masikio na ameweka rasta kwenye nywele. Mama moroye ni kijana kaonya konyaliye. Ati mama fulani angekubali apate kuwa mke wa huyo. Tunataka kuhubiri wokovu uliomfanyikia imsaidie mwingine. Najua nyumbani kwao, najua kwao. No mama ge bado mine mangeni. Mamaye amewashinda wa mama wengi. Hapa ni video kako temone. Nadhani mmesikia ushuhuda wake. Yale maduong ndio kurejea niko. Dada yake ukubwa alikuwa mwendo wazimu. Mabene ndio mrita mbazi sugu. Huyu pia alikuwa ni jambazi sugu. Ukubolo wano chini. Lakini hakuacha wokovu chini. Ukubolo roho male. Hakuacha Roho Mtakatifu chini. Nojika kamua mondo nyalo na sai. Alijitolea kimasumasu aone nguvu za Mungu. Ngine kagulu ndio bana ndalagi. Wajua wanaotazama kume yao wanadhani ilikuwa hivyo awali. Leo hii kwenye boma kuna mwalimu ambao ni mkeo. Leo kuna mtu wa chuo kikuu ambao ni nduguye. Wokovu ndio chanzo chao. Kama mchungaji anasema mtu akaimarike kwa neno la Mungu, hebu jirejeshe na ukatazame kama umeimarika. Kabla sijaiweka juu nilisema hivi, kuna mtu anayejifanya kuwa mwanafunzi wa Yesu lakini sio hivyo. Unajua hata ukijifanya miaka kwenda, jawabu litapatikana kuwa umepungukiwa. Haustahili kujifanya kuwa hili ni tamu. Amen. Inastahili ukaelekeze neno ambalo litakuokoa na uzao wako. Wewe pia ukiwa ndani yake, wala unatembea ukiwa unajua. Wakati shughuli hiyo ilipoingia ya kufunza watu ilikuwa kama shetani kuingia Chabera. Lakini waliojazwa na Roho waliona uzuri wake. Ukiwa hapa na umeshindwa kujazwa Roho, mengi yatakupita. Mwambie jirani mengi yatakupita. Fungua kinywa chako mueleze kinagaubaga. Mama mueleze mama kanisa mengi yatakupita. Mama wa tarafa mwambie mchungaji mengi yatakupita. Wewe pia mwambie jirani mengi yatakupita. Andiko niliyosoma yasema hivi. Wengine waliishi kwenye giza na kwa kivuli cha mauti. Tunajua kinachoitwa kivuli. Kivuli mtu ujisitiri asipatwe kuwa kwenye jua. Anaweza kujificha pale pasi kuelezewa ingia pale. Anasikia ukali wa jua ama joto ya jua
inamweleza ili akimbie kujificha pale. Hapa ulimwengu tuna vikundi vinne vikigawanywa vizuri. Mtu wa kwanza ni mume. Mtu wa pili ni mwanamke. Wa tatu ni kijana. Wa nne ni msichana. Wanne hawa ndio nitaelezea jinsi Yesu atakaowasaidia, baadaye tutaomba Mungu. Hata akiwa kijana mdogo ambaye bado ananyonya matiti, bado anaitwa kijana. Anapokuwa kwa umri ako shule ya upili huitwa mvulana. Hata akienda chuo cha university kule kwa wazungu anaitwa mvulana. Mama alipata ndoa yake akiwa kule anaitwa ni mama. Hata akiwa ni mama ambaye mdhaifu, lakini jina hilo la mama amelibeba. Hata kama hakuenda shule, aliachia darasa la kwanza na la pili, lakini tayari ameingia nyumbani kwake yuaitwa mama. Mwanaume hata akiwa amekosa mwenendo, amefikia akaoa binti wa fulani, yuaitwa mwanamume. Hata akiwa huku ama kule, ataitwa jina mwanaume. Hata kama ni binti ambao ni jicho moja ni kipofu, hana sura ama umbo nzuri, akiwa ni binti atakuwa ni binti. Jina alibadiliki kuwa ana umbo fulani. Wanne hawa nitazungumzia jinsi ya kusaidika. Na kama kuna mtu atapatikana aseme nitaingia katika kiwango changu, unajua kinachoumiza watu, unaingia katika kiwango ambacho si chako. Kuna watu wanaofanya kazi ya watoto ya kucheza wakati watu wanaomba. Unajua unapoingia katika mchezo ya watoto, hivyo ndio utapungukiwa. Mtu anastahili kuingia kwenye kundi chake. Kama mtu anatafuta Mungu, akatafute Mungu kwa kumsaidia. Nimeona wengi wakifanya mzaha ya watoto hapa. Mzaha ya utoto haijatutoa tunakoishi. Sema Yesu asifiwe. Leo mcheza kwa watoto nitakutoa hapa. Hatujakuja kufanya utoto. Tunataka mtu akarejea na habari itakayosaidia nyumbani. Leo hata ukiwa unacheza kitini, leo utacheza. Unastahili ukacheze mbali, wala si hapa. Wengine wakaishi kwenye giza na kwa kivuli cha mauti. Kwa nini wakapatikane pale katika kivuli cha mauti? Ni watu waliokinai. Nasema ingawaje ni mwepesi ama mazito, isafanana. Unajua unaweza kunywa chai maana mali bado ipo. Lakini watu hawajui chai upata kuisha. Sikia rika zangu, chai huisha. Ama suti langu ambalo limenitosha hivi huwa linaisha. Hata nguo ambao umenivaa huwa linaisha. Na ukatamani la kufuata baadaye na ukakosa. Wengine hawajui hilo. Wengine hawatambui hilo. Hata maombi hivi unapokuja, kiti tayari imeandaliwa, huwa inaisha. Bwana Yesu, kama mpeperushie Yesu hewani. Ukiwa umetoka nyumbani kwako uje kukutana na Mungu, wastahili kukutana naye. Hilo ni neno ambalo linastahili kusumbua ukiwa umeketi kwenye kiti. Nasema mimi nimekuja kukutana na Mungu, sijakuja kuwatazama watu. Wala sijaleta usajili wa jina langu. Wengine wakaishi kwenye kivuli tena kwenye giza. Ni kweli kibaya zaidi, maana ni kivuli lakini ni cha mauti. Unajua kuna kivuli lakini si cha mauti.
Lakini Biblia inasema wengine wakaishi kwenye kivuli, lakini ni kivuli cha mauti. Kwenye kivuli pale hawakuwa pale kwa sababu ya furaha yao. Walikuwa pale na ni watu wenye mateso, wanateseka, wanaumia. Watu wanaweza kutembea, mtu akadhani anaona vizuri lakini ashiriki mema. Lakini yale mema hayapo. Kamano. Yesu. Waliishi pale kwenye uvuli, lakini wamekosa mema. Na ile furaha wasiotimia imewatimia, maana wamekinai. Wamekataa hekima ambayo Mungu ushauri. Bwana yuko na ushauri wa binadamu. Bwana akamuumba binadamu kwa ajili ya mfano wake. Mpango wa Mungu hakutaka binadamu akafadhaike. Maana Mungu hakuwa na mpango wa kumtesa binadamu. Lakini kwa sababu binadamu alikifika kiwango cha kukinai na binadamu akadiasi. Kuna watu wanaomba lakini wanajiasi. Anaomba, analia lakini hajiasi. Hata ingawaje umediasi ya kivuli cha mauti cha kusubiri kabla halijakutimikia. Nikahubiri Bwana wa Yuda, simba aliye na mkono wake. Ingawaje shetani amekuweka, amekuelekeza katika kivuli cha mauti, nitaleta mkono uzima aliyowasaidia wanawake kwa wanaume. Hawakuwa na mazuri wangeshika. Haleluya. Wengine waishi kwenye uvuli, lakini ni uvuli wa mauti. Unajua unafadhaika ukiwafunga watoto, pengine hautoshiriki wema yao, maana uvuli waliko ni kiovu. Unawalisha na kuwalea watoto ukiteseka, pengine utashuhudia mazuri yao, maana kivuli waliko ni kiovu. Mwanaume hautafurahika, kivuli chako ni kibaya. Mama hutafurahika, kivuli chako uliko ni kivuli cha mauti, kwa sababu umekataa. Leo mwenyewe utasema, kabla sijafika sehemu hiyo, kama kuna msaidizi ataninusua. Mtu anaweza kudai, anasikia mavazi yamemtosha, hata ukiwa maribu na uko kwenye uvuli mbovu. Hata kama unatembea mwendo wa tausi, wajua kutembea, lakini kivuli uliko ni kiovu. Sikia mwanaume, hata kama umeoa ambao ni malikia, lakini kivuli chako ni kiovu, kivuli hicho kukusumbua asubuhi, kasongeze boma lako, songeza nyumba yako karibu. Usivute la jirani, muachie kwanza. Wala usivute wana wa watu, wavute wako. Wacha wadada yako kwanza, wacha wa ndugu huyo, hebu yaweke pembeni kwanza. Hata ukiwa na mwana mmoja kama wapaka, wala usidhani sema wangu nitamweka mbele yako. Hata ukiwa na nyumba ya paa ya nyasi na waya, ni lako hilo, liweke mbele yako. Hata ukiwa na mume aliyekosa jina, huyo ndio wako, muweke mbele yako. Leo utakutana na Yesu, maana atajua ukifunua kuwa kivuli ulicho nacho kiacha kupendeza. Unaweza pendezwa nalo maana uko mchini Nairobi, unaweza pendezwa maana uko katika shule
Tuonyesha mwenyewe tunafikiria na kupinga. Watu wanaume wanaambia wanawake mimi ni mjanja wa usherati, mwanamke hawezi jua. Kitu kinaomba kasameji ni kikundi. Wakiwa kwenye vikundi wanasemezana. Anachotokilia kwa jadu kupinga. Mimi msherati wa mjanja, mume wangu wala hana habari. Okraji kitu kumeo, okraji. Vizuri, hamna neno hajui. Tipo maintie. Lakini kivuli uliko. Hilo landi. Hilo litakuelekeza kupendeza. Ndio mama wakoradi wa kero kale. Sikia yule mwanamke walimleta hadharani, mbona anataka kuzungumza naye? Wale ambao wakujua matanga itaingia pale walijua matanga imeingia. Waliosaidia kuzika mume wake wakamuelekea habari ya pole. Alibaki na mvulana mmoja ambaye anaweza saidia boma. Waombezi wakamwambia mama, wala usiomboleze kwa njia hiyo, tulia tu. Tulia, mume aliyelala amewacha uzao wake. Hapa ndio chanzo. Waombezi wakamuhimiza. Unajua neno la Mungu linapohubiriwa tafakari mara mingi. Usifurahike na ibada tu. Maana ukiwa unapendezwa nayo kuna sehemu inaotua. Utasema Mungu ambao anamfuata. Nimeona anatenda Mungu. Wengine waliishi kwenye giza. Sikia, aliye kwenye giza anaweza dhani amejificha. Sikia, afanyaye vya giza anadhani amejificha. Ingawaje uko umbali wa wazazi, uko umbali wa jamii, moyoni unajifanya hati kuwa umejificha. Aliye kwenye giza hajajificha. Maana vya jua hazifurahishi mtu. Vitu vya giza havifurahishi mtu. Hata ingawaje umejificha kwenye ibada, unajificha bure bilashi. Unastahili ujifiche kwa Yesu mfalme. Hata ukiwa umejificha kwa uongozi, umejificha babaya. Inastahili uwe ndani ya Yesu. Ingawaje uko kwenye pesa, umejificha babaya. Jifiche kwa Yesu. Ingawaje umejificha kwa jamii, umejificha paovu. Walijificha babaya katika uvuli wa mauti. Wewe umejificha wapi? Unajiomba ukijificha wapi? Leo nitaleta ufufuo. Naleta jua iliyong'aa kwenye giza. Hapo kwenye giza pale nitaleta nuru ndani yake. Maana tunajua nuru iliyong'aa kwenye giza. Naftali na Zabuloni, watu wanaishi kwenye giza. Kuna boma wanaishi kwenye giza. Nitaleta jua mchana itakayong'aa kwa mtu. Hata kama boma liko kwenye giza, tunatazama jua la nuru. Tunajua nuru ile kuu inaweza kung'aa kwenye mzunguzaji. Nistahili kujidanganya, niko kwenye giza, lakini kuna nuru inastahili ning'alie. Najua nuru, najua nuru, najua nuru kuu. Sikia, walikuwa kwenye giza, wakiwa kwenye mateso, wana shida pale kwenye giza. Hakuna furaha kwenye giza, wanalia pale kwenye giza, wakubwa na wadogo. Hakuna mshauri mwema. Sikia, unashauriwa pengine vizuri, pengine dadaya na kushauri vizuri, pengine mchoma na kushauri, pengine mwenye elimu uliosoma naye na kushauri, pengine muombezi mwenzako na kushauri, pengine mfanyakazi mwenzio na kushauri. Walikosa mshauri, wako kwenye giza, wamejaa mateso. Sikia, pale kwenye giza kulikuwa kuna kuwa na usiku na wako pale. Kuna nyea mvua wako pale. Kuna waka jua wako pale. Aliye kwenye mvuli paya inaitwa mvuli wa mauti. Kuna mvuli ambao ni nzuri. Nasema jua litapita,
wamekataa nuru. Wanaomba lakini kwenye giza. Wanaambiwa nuru. Wanasema hivi, sisi twajua nuru. Lakini ghafla wakati unapangika, mkulana mtegemeaji amudu ni kudugiza ni paya. Giza ni paya. Matumaini alikuwa nayo, matumaini yanakosa. Nikola sema kijana hakuliwacheka, yeye hakuliwacheka. Ghafla bin fu. Giza ni paya. Giza inaipisha. Hata kama ni binti mmoja ama ni mume mmoja, anasema sistahili kwenye giza. Maana nikiangalia baada ya giza ni nini? Sijui baada ya giza itakuwaje. Pengine utaringa, lakini uko kwenye giza. Unaweza ringa, lakini giza linakupendeza. Sikia, ingawaje uko kwenye giza, giza hukuja ghafla na mambo yake. Sikiza, giza hukuja ghafla. Sikiza bomba tuliyosoma, mvulana aliyebaki pale hakuwa mgonjwa, hakuwa na ugonjwa wowote, lakini ghafla hivi watu walisikia uchungu